na tulingani na ime ate tipera kuma kwa akora ni kwa gani kwa tipera kuma kwa ni wate toto yemo tuseme ya kwamba si Penina ilikuwa limecha ona jana tikoina kwa yale kwa hata gerezani hakuja jaa kwa sababu sisi ni wema. None la sharika kile bali rehema za Bwana zinatufikia. Kile mambo ninayotumia wakati wa kiroho huko niko mzee na nimesikia pia wakitajwa mahali hapa na shetani nzima na niko na watoto wengi. Bora ni mwanadamu nzima huko na uongoza makanisa mengi ya Wakorintho huko na kutoka na station ya KBC na pia nafanya kazi na station ya KBC Shalom FM. Leo nitaongea maneno mafupi. Kwa sababu tunasherehekea miaka 100 tangu kuanzishwa kwa kanisa hili. Na miaka 100 si miaka chache. Si watu wengi waliokuwako siku hizo wako hai. Na wengi wao hawajiwezi. So tunayo furaha kwa ajili ya Mungu. Ule aishie milele. Jambo lingine nikwambie siku ya leo. Wale ambao wanajua historia ya nchi hii. Wakati watu wazee wa zamani walianza kutafuta freedom of this country. Kunajulikana watu kama Haleduku. Walianza harakati za kutafuta uhuru wakati huo wamechukua. So uhuru wa Kenya na kuanzishwa kwa Wakorintho ni miaka 100. So tukisherehekea miaka 100, nataka tujiulize Wakorintho walitoka wapi? Na ni kwa sababu gani Mungu akainua kanisa hili? Ni sababu gani ilifanya? Ile uchungu wale watu walipitia ilikuwa uchungu mwingi. Walikuwa wakihubiri wakishika akakomboa nchi hii. Akakomboa hili kanisa. Sisi ni usao wa wale wazee walifanya hivyo. Ujumbe wangu siku ya leo ni moja. Kusahau. Kama kuna kitu inafanya boma hazipomoke, neno inaitwa kusahau. Hakuna dhambi inazidi kusahau. Kwa sababu hili ilifanya Adamu afukuzwe shambani. Ni kwa sababu alisahau. Ile mambo walikuwa wameamua wasije wakale lile tunda. Hii shida mnaona ulimwengu mzima umetokana na kusahau. Ama hivyo wazee semeni amina. Ilifanya nchi hii iende katika vita aina tofauti. Ni kwa sababu ya viongozi wetu. Usahau ile uchungu wazee walipitia. Wale wazee wakati walipokuwa wanatafuta uhuru. Ni
Mstari wa pili. Usahau ni hatari kubwa. Ndugu yangu, wadugu ambao usisahau mahali kilema ilitoka. Usisahau tulikuwa tunaenda miguu tupu. Usisahau yule mkulima alikuwa ni tajiri, ni ambaye alikuwa na pesa. Lakini siku ya leo Mungu ameita tukaona watu wamesoma. Pia tunao watabibu, tunao lawyers wakulima na wasii wapendwa. Usisahau mahali Mungu ametoa. Hata wewe usisahau. Kuna wakati huwa unakuja vizuri. Ulikuwa unakopoa nyumba, sasa wewe na wasii watu wa Mungu usisahau. Kwa sababu Mungu amekutendea. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Una nafasi ya kumwambia Mungu ni asante. Bwana na asifiwe. Mungu akawapa chakula jangwani. Mungu anaweza kupitia kwa nyika. Nchi yetu tukumbuke ya kwamba kuna wakati tulipitishwa kwa Afrika miaka 7. Maana mababu zetu wakafungwa, wengine wakauliwa, tukapitishwa katika nyika. Lakini kunaye Mungu mbinguni aliyekuja akabadilisha ubaya ukawa uzuri. Msisahau. Igenda atomeweyihe ego akweye amere na urumaria mari goride yaku. Mungu anaweza kukupitishia nyakati ya shida. Anaweza kukupitishia katika vita aina tofauti. Lakini si kwamba hayuko pamoja nao, lakini uko kwa majaribu. Ili ajue iliyomo moyoni mwako. Mungu anaweza akakutajirisha ukawa tajiri kubwa. Mungu anaweza kukupa fedha mingi. Lakini usisahau uko kwa majaribu. Angalie kama moyoni mwako utakuwa na ile Bwana atukuzwe. Bwana anaweza kukupa bwana mzuri, na yule ambaye amekuwa, lakini usisahau waya kwamba kuwa uko kwa majaribu. Injili ikapitishwa katika majaribu miaka 40 ya matatizo, ya vita, miaka 7 uchungu na vita ikaonekana.
kutoka. Ukila na ukinywa. Kumbuka ulipoolewa na ulipooa. Kuna mahali Mungu amekupitishia. Akawapitishia kwa jina. Ilikani ya kula chakula mtu wa Mungu. Wakati unaishi kwa jina huko kwa jina. Ukiwa kwa jina huko kwa fita. Lazima mtumainie Bwana ili akuokoe. Ndiposa aondoe hiyo hali ya kuwa katika jina. Ili uweze kupasua ile vita kuwa na Mungu. Ile inaweza kukusaidia. Ndio kusahau. Kunaye Mungu ambaye akamweka katika ufahamu. Mkikaa chini. Nataka niwakumbushe nyote, usisahau na pia viongozi wakumbuke ile damu iliyomwagika ilimwagika kwa ajili yao yenye mababu zetu walimwaga. Ndiposa kanisa, kwa sababu tunakusanyika hapa tuombee nchi, usisahau tunaomba kwa ajili ya ninyi. Nchi yetu isirudi mahali ilikuwa mikononi mwa beberu. Na pia tusirudi mahali tulipokuwa katika ile election zingine zimepita. Na tusirudi mahali kanisa zilikuwa zimefungwa kwa ajili ya corona. Musisahau. Bwana na asifiwe. Mathayo
wa watoto. Nataka nitoke katika hili jukumu. Ile ujumbe Mungu amenipa niwapee. Fanya mkono hivi. Usisahau. Usisahau mahali kanisa ilitoka. Mahali kanisa ilitolewa na wazee, baadhi ya wao nawaona hapa. Wale viongozi wananisikia na wale wako kwa barabara. Usisahau. Ile uchungu ilikuliwa ili tukapate uhuru. Mathayo 12 na mstari wa 25. Yesu akijua mafikira zao akawaambia, nchi yoyote ile watu wanaikiana kwa kuwa na ile roho ya Kaini. Nyumba inaisha kwa sababu watu wanataka watu wanauana ni kwa sababu watu wanachukiana. Ningetaka sisi zote tuombe na tuambie viongozi wetu na wakaweza kutumia dini vizuri, wakijua yale maneno yalitajwa na hayati mzee. Ile sababu ya uhuru tulio nao. Ukikula na ukikunywa usisahau. Uhuru tuliitisha tukiwa tumeungana kwa sababu ya upendo. Mungu na akusaidie. Amen. Amina. Nani wa ibada? Kwa sababu ni Mungu atusaidie. Tunenea watu wetu maneno ambayo naweza kuwa Mungu usisahau. Nchi hiyo na amani. Bwana wabariki sana. Awatendee mema. Tusimame.
Haleluya. Wapi makofi?